Umetunyegeza, nyege ni kunyegezana. Huku ikisalia miezi 13 kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, joto la kisiasa eneo bunge la Likoni limeendelea kupanda. Vuta ni kuvute inashuhudiwa kati ya pande mbili hasimu, upande wa mbunge wa sasa Mishimboko na ule wa seneta maalum wa Mombasa Miraj Abdullahi. Pande hizi zote zikitunisha misuli kuonyeshana ubabe. Tukio la Jumapili iliyopita ni tukio la tatu kwa muda wa wiki chache ambalo liliwaacha wenyeji vinywa wazi baada ya bastola kuchomolewa na kutumika nje ya kanisa la Pentecostal Assemblies of God PAG kule Likoni, wakati viongozi hao wawili walipohudhuria ibada ya kufunga kongamano la wiki tatu la vijana ambalo lilikuwa likiendeshwa nchi nzima. Kwa hivyo nikiwa hapa Jumapili nilipata ujumbe kutoka kwa ofisi yetu ya wilaya na Bishop Juma ya kwamba tutakuwa na kongamano la vijana katika maeneo ya South Coast. So niliona watu wakiingia pamoja na waheshimiwa na wakawa hapa, na walipokuwa hapa waliotangulia walikuwa wa mheshimiwa nominated senator, and then mheshimiwa Mboka kaja baadaye na wengine na wakaja na watu, na katika hiyo hali kutokuelewana kulitokea. Kulingana na ofisi ya mbunge Mishimboko, tukio hilo linashukiwa la kupangwa. Msemaji huyo alitetea hatua ya mlinzi wa mbunge kutumia bastola, akidai ilikuwa ni mbinu ya kujikinga dhidi ya wahuni waliokuwa wamekuja kuvuruga shughuli hiyo. Lakini la kushangaza ni kuwa wakati huu nominated senator amealikwa pia kwa kanisa. Yeye ndiye alitangulia kufika kwa kanisa, na mbunge naye alipoingia akapokewa na askofu akaingia ndani. Lakini cha kushangaza ni kuwa baada ya kuzungumza hakutaka kutulia kukaa na akasikiza mwenzake anaongea nini. Yeye alizungumza, alipomaliza akatoka, na alivyotoka wakati amemwacha mbunge pale ndani hajaanza kuzungumza, alipotoka ndio vurugu likaanza kule nje. Akaanza kuamrisha vijana wake, vijana akawa wamekuja na mavisu kumwataka bodyguard wetu ambaye alikuwa yuko pale nje akilinda magari. Na laitani ingekuwa bodyguard hakutaka kuangalia amani ya hii nchi, ingekuwa sahihi tungezungumza masuala mengine. Lakini tumshukuru kwa sababu alihimili sana. Ile pao kusema mtu anisongelee ni kumaanisha kuwa walikuwa wamemwataka, na vile ambavyo tumepewa information na askari wa gate wa kanisa ni kwa hao vijana walikuwa wamemwataka, walikuwa uko na visu. Kisa hiki kimekashifiwa vikali na viongozi wa makanisa 40 kote Likoni, wakisisitiza kuwa si jambo la busara kupelekea siasa za uhasama na mvutano hadi kwenye malango ya maabudu. Kila kanisa ambalo liko hapa Likoni wamekuja kulani jambo hilo. Wala ambao wako hapa wamekuja kwa sababu ya hiyo ripoti haijawafurahisha, maana ni kitendo ambacho tunalaani kisipatikane tena sehemu hii. Mheshimiwa ambao anataka kuomba kura na nataka kuomba kupitia wananchi, aomba kura hiyo nzuri na waheshimu sehemu ya kanisa. Kanisa hiyo wasichukulia kanisa ni sehemu ambao wanakuja kufanyia fujo. Wenyeji wa Likoni wameelezea hofu yao, wakisema kuwa visa kama hivi huenda vikachochea vita na matukio ya mauaji kama ilivyoshuhudiwa miaka ya 90 wakati wa Kaya Bombo. Mamia ya watu walipoteza maisha yao huku biashara zikiathirika. Hii siasa ya Likoni ya safari ndio iko na shida. Hakuja kuwa na mambo hii. Why am I worried? I am worried because Kaya Bombo haikuonyesha ishara yoyote. Ilikuwa kitu chini ya maji. But you know what happened? Watu walijaa pale kanisani Likoni Catholic Church. Wanaofia kurudi makwao. Likoni haiko kama vile ilikuwa zamani. Zamani ilikuwa ni taabu kubwa. Waizi wakitoka area wanakuja Likoni kulingana na vile najua. Sisi nyinyi kama viongozi wetu ambao tumewateua, tumewachagua na kura zetu, tafadhali muweze kudumisha amani. Hata kwa Biblia inasema kuwa tupendaneni.
Hata hivyo, Seneta Miraji Abdullahi alidinda kuzungumzia swala hilo wakati waandishi wa runinga ya Al Shifaa walimfikia kwa njia ya simu, huku akiahidi kutoa taarifa rasmi hivi karibuni. Msituletee chuki hapa, sisi tunapenda amani. Kwa maana zile marisasi zenye zinalia unajua hata zinatukera sana. David Lukoe, runinga ya Pazuri, kaunti ya Mombasa.